ni lazima tuendelee na kazi yake ile ameona imefaa sisi sasa kufanya. Ni sababu ndio wakati wetu, wakati tuko hapa duniani, tuweze kufanya yale Mungu atatuwezesha. Ni sababu kuna mwingine hata uko hai saa hii, anajaribu kufanya lolote, ameshindwa. Mwili inauma, ama mambo mengi yamemkumba, na sio hata sisi hatujakumbwa na mambo, lakini hatujali sababu tumeshajua ni nani anatusaidia, na mwenye ametushika mkono ambaye ni Yesu Kristo. Alituita ndiposa aweze kutushikanga mkono, yale yote yatatulemea tunampelekea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini wengine hawajui watapeleka wapi mambo yao, wameshindwa. Ndio unaona wengi wanajinyonga, wengine wanapitia njia zingine wakijaribu kujisaidia, unakuta wamekufa. Ni sababu hawajui waelekee wapi. Hata wengine wameokoka lakini hawajaelewa Mungu vizuri. Lakini sisi tumeelewa. Ni sababu hiyo ndio unaona tukikuja kila siku hapa na kila wakati, isipokuwa mtu akikwaswa. Ni sababu mtu wa dunia saa ingine huenda hata kama kitu iko unakuwa na upendo, lakini mara nyingi tunakosa kuonana sisi wote hata wakati tumeagana. Kwa hivyo muwe mnatusamehea, sababu nasema hivyo sababu mimi saa ingine huwa ninakosekana hata nikipenda, lakini naomba, ninatuma tu ombi sababu saa ingine ninashindwa. Ni sababu ya yale yako mbele yangu, ama saa ingine nachelewa kutoka mahali naendanga kwa kikazi. Kwa hivyo ukiona siko, uwe unaniombea sababu hata mimi huwaombea. Kwa hivyo ninashukuru Mungu ni sababu ya lile nimeitwa asubuhi, sababu simu yangu sijui nani alipeleka kwa hii kadege. Sasa mimi sikujua, nimeenda nikakuta iko huko, nikijaribu kuoperate haifanyi kazi. Sasa nikashindwa nani alishika usiku, sababu ilikuwa inafanya kazi jana. Sasa nikaona iko mtu aliiguza, ama sijui ilikuwa kwa mfuko labda ikaguzwa na sikujua. Kwa hivyo nikakuta iko hapo, nikijaribu kuiangalia, sababu niko peke yangu saa hii. Na sababu niseme hivyo ni maisha inaendaga hivyo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninashukuru Mungu kwa yote, isipokuwa sasa magonjwa ndio mabaya. Ule mgonjwa wa Mungu na mkumbuke, sababu tunafurahia sana wakati tuko sawa. Na nataka kusoma maandishi iliyo hapa ya Matthew, nikurudia tu sababu umeisikia na siku mingi tumeisikia hii Matthew 22, na naongea mambo ya ufalme, na ilikuwa ni mfano. Yesu alikuwa anapeana mfano wa harusi iko hapa, na kama sisi wakati tumekuja kwa harusi ya Yesu. Bwana asifiwe. Ni sababu sisi ndio tumeitwa na tumeweza kufika, na wale bado watakuja, tuko pamoja. Ni sababu hiyo hatukujangi the same time, lakini tutapatana sisi wote, sababu kila mtu hukuja time yake na dakika yake. Na sisi wakati tumeitwa, nataka tusikie hapa vile kulienda hapa, na nitasoma tu kidogo alafu nirudi kwa Matthew 20. Kwa hivyo hii ni 22, na ndio tuwe tukijua kwamba sisi tuko katika shamba la Mungu, sababu 20 inasema hivyo. Wacha nisome hapa, na Mungu abariki maandishi yake, atubariki na tutakase, na iweze kuingia ndani yetu, diposa iweze hata kuendelea kwa wale tutapelekea. Wasaidike na sisi tusaidike. Ni sababu hivyo ndivyo Mungu anataka tusaidike nayo, tuweze kujua iweze kusaidia maisha yetu. In Jesus name, amina. Acha nisome. Nitasoma na Kikuyu, usome na Kikwenu. Matthew 22 hapo 1. Nasoma tu kidogo alafu niende 20. Ngerekano ya iruga ya uhiki. Ningĩ Jesũ akĩmarĩria na ngerekano akĩmera atĩrĩrĩ, ũthamaki wa igũrũ wana ta mũthamaki ũrĩa wathondekire iruga rĩa uhiki wa mũriũ. Kwa hivyo ufalme wa mbinguni unafananishwa na hii harusi, ambaye huyu mfalme mmoja, mtu mmoja hapa alitengeneza upishi, ama tuite namna gani, tuseme alitengeneza harusi. Ni sababu hiyo akatengeneza upishi. Sasa unajua harusi lazima tupike, lazima ipikwe, naye akatengenezea sababu ya kijana yake, na kijana ni wewe na mimi. Bwana asifiwe. Ni sababu Mungu ndiye ametutengenezea hii.
akatumia Yesu Kristo, kupitia Yesu Kristo tukaweza kuwa na ndani ya hii harusi tuweze kufanyia Mungu kazi. Agicoka agituma ndungata ciake ithie igete andu aria metitwo iruga na gutire wetikirire guka. Thutha ucio agituma ndungata ingi agiciira atiriri, thiei mwire aria njitite iruga ati iruga riakwa niriharirie ndegwa ciakwa na tutegwa turia tunoru tuthinje, na irio ciothe ni hiu, ukai iruga-ini ria uhiki. Bwana asifiwe. Nyinyi mmekubali kukuja, ndio Mungu ametayarishia, na huyu mtu alituma watumwa wake akaenda akawaambia, endeni muite wale ambayo nimeita muite watu wakuje katika harusi hii. Bwana asifiwe. Aya, thutha ucio agituma ndungata ingi agiciira, thiei mwire aria njitite iruga ati iruga riakwa niriharirie. Hapo nimesoma, ndegwa ciakwa na tutegwa turia tunoru tuthinje, na irio ciothe ni hiu, ukai iruga-ini ria uhiki. Kwa hivyo bado mambo yako mazuri, saa hii tuko ndani ya harusi, na ndio sisi tumeitwa. Wakati tunakuja hapa ni sisi tumeitwa, ndiposa tuweze kujua ya kwamba tumetayarishiwa mambo mazuri hapa. Mungu anasema hapa kuko na dume kubwa na ndogo na ni nono na zimechinjwa, na chakula yote bado ni moto. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tuko kwa harusi, yani mambo yote sasa umetayarishiwa kila kitu. Wewe sasa ujipange. Saa hii wewe ndio unatakiwa kujipanga, ujue utajipanga na njia gani. Mungu amekutayarishia kila kitu unataka. Kwa hivyo tukiwa hapa, kila kitu unatakanga katika wokovu, kila kitu unatakanga hata kwa boma yako, kila kitu unatakanga hata kwa maisha yako, Mungu ametutayarishia. Bwana asifiwe. Ni sababu anasema kuko na zingine nono na zile kubwa, na hata chakula bado ni moto. Kwa hivyo ukiwa uhai, kila kitu umetayarishiwa na Mungu kutumia. Wewe mwenyewe bora ujue ni kitu mzuri, kitafurahisha Mungu na hata kisaidie maisha yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusipokuja tutapata kweli? Yule hayuko hapa atapata kweli? Na sio ati kukuja yule amepata wokovu ako sawa, sababu bado anatafuta Mungu na njia zote ataweza. Kwa hivyo hata sisi namna hiyo tutafute Mungu na njia zote tutaweza. Ametutayarishia mambo mazuri ambayo wewe mwenyewe unatakanga. Kwa hivyo sio hii dume tu unasikia, na si tu dume tu unasikia, si chakula hiyo unasikia, lakini ile wewe mwenyewe unatakanga, kile kitu unatamani katika maisha yako utapata, ni sababu Mungu amekuita uweze, amekutayarishia wewe ni kuitisha tu na kufanya kazi yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe ndio unajua maisha yako inatakanga, ni sababu unaweza kuwa unatakanga hii na mimi naweza kuwa ninatakanga hiyo ingine. Kwa hivyo kila mtu ako na vile yeye mwenyewe utamani maishani mwake, lakini ukiwa na Kristo uko tayari kuitisha kila kitu unataka, sababu kiko. Sisi ndio ukiangalia tunafanyia Mungu kazi 50-50. Na ni ukweli kazi ya Mungu ile tunafanya yetu ndio mingi. Lakini hata hawa wanaambiwa hapa, utasikia. Wacha nisome. No andu acio metirwo iruga gutire wari na bata nario, mathire ona mbere na mihango yao, umwe agithie mugunda wake, uria ungi agithie wonjori-ini wake. Mumesikia vile tunakuanga? Sisi tunakuanga mambo yetu ndio tunafanya sana. Bwana asifiwe. Dakika ya Mungu ni kidogo tu na unaweza tumika ibariki maisha yako yote, lakini yetu ndio tunafanya mingi, hata ingawa tumeitwa na tunaendelea, sio ati hatuendelei, lakini kazi ya Mungu ni chache, ni ndogo ile tunamfanyia. Kwa yetu ndio tunafanya sana. Uangalie kama mimi mwenyewe ndio ninafanyaga hivyo, sababu nikiangalia kazi yangu naweza fanya asubuhi mpaka jioni. Nikishinda kwa nyumba siwezi taka dakika hata moja ipotee. Natakanga kuendelea, niendelee mpaka nione hata sasa nimeshindwa,
Saa hiyo ndio naketi kidogo tu ninakula. Nikule tu kakitu angalau kashikilie mwili ndiposa niweze kuendelea hapo pengine. Lakini ya Mungu hata kukuja dakika kidogo. Ni kwa nini inakuanga hivyo? Mimi naonanga Mungu anaona vizuri tukifanya hata chache nzuri ni mzuri. Lakini tutii kukuja na kufanya hiyo. Sababu unaweza kufanya mingi ndio unaona yeye anawekanga kipimo ya vile unaweza kwa kazi yake. Hata ndio saa ingine tunashindwa, na unaweza hata kukuja hapa uombe usikie hata umetosheka. Nishajaribu kuomba hata kwa kanisa. Ninajaribu kuomba, naomba Mungu nifanye maombi kutoka asubuhi mpaka saa ile nitafanya, lakini inafika saa ingine nitasikia niko satisfied. Nasikia hiyo maombi nimeomba imetosha. Ni sababu Mungu saa ingine huwa na mipango yake na wewe huwa na mipango yako. Lakini vile Mungu anapenda ndio unakuja kukaa, unakuta umekaa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni sababu hiyo tunaweza kupanga mipango ya Mungu, Mungu naye apange yake. Vile nilikuwa nimeamua kufanya, aone yeye mwenyewe anifikishe mahali amenipangia. Kwa hivyo mafikirio yetu na ya Mungu inakaa kama duniani na mbingu. Yaani imewachana hivyo. Ndio unaonanga saa ingine tukishindwa. Na ukijua hivyo utaweza kuona si kushindwa umeshindwa kuomba, lakini Mungu ameipima, ameweka kipimo. Nao kwa hivyo tumeambiwa hapa shughuli zetu tunaendanga ati sisi ambaye tumeitwa vile tunakuanga na shughuli nyingi, wengine kwa mashamba yao, wengine kwa biashara zao, tunakuanga hivyo. Ukiangalia hapo 22 hiyo Mathayo 22 hapo 5 inasema hivyo, shughuli zetu ndio mingi. Nao aria hage makenyita ndungata icio ciatumitwo magicihura magicoka magiciuraga. Kuua sio kuua tu kwa mwili, hata ingawa wengi watu wanauliwa tu, sababu ukiangalia kazi ya Mungu haiendagi straight sana. Unakuta wengine wanaumia, wengine wako hivi, wengine wako hivi, na ni nyumba ya Mungu tunasemanga ati ndio kuko na amani. Lakini Mungu ni wa maajabu, sababu anatakaga ujue hiyo yote inakuanga. Kwa hivyo ndio anakuambia ukae tayari. Na ndio kuna muimbaji wa wimbo anaimba wimbo anasema ama wimbo katika kitabu ya Mungu ya nyimbo inaibanga ya kwamba to stand for Jesus, ati tuinue beramu, tukae tayari. Mteteeni Yesu mlio askari, inueni beramu mkae tayari. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni lazima mtu akae gagari, sababu kama ukai gagari hiyo inaambiwa na majensi, utakuta mambo mengine huelewi, lakini ukielewa ni vizuri, sababu utaweza kuenenda. Bwana asifiwe. Kukaa tayari ni vizuri, na usipende kukaa kama huyo mwingine. Ukikaa kama huyo mwingine na unajua wewe ni wewe na yeye ni yeye, lakini vile Mungu anatupokesha wokovu wake, anapimanga kipimo yako vile unaweza kubeba, na hekima yako na hata maarifa ile amekuongezea anaipima ndani yako, anaona vile umekaa. Kwa hivyo hiyo ndio anakupa, ndio uweze kuendelea vizuri vile unaweza. Usijisukume kama huyo mwingine, ni sababu saa ingine huwezi, sababu huyo ni huyo na wewe ni wewe. Bora mwili wa Kristo ukamilike, wewe fanya ile Mungu amekusaidia. Na ndio unaona hata boma zetu tunaharibu sababu ya hivyo. Unataka kukaa kama ule mwingine. Ukiona ule mwingine amekaa hivi, unataka na wewe ukae hivyo. Na ukiangalia katika mienendo yako vile unapata, sio kama ule mwingine. Ule mwingine anapata yake na njia yake na anasaidika zaidi kuliko wewe. Na Mungu ametuumba hivyo. Nawe ile unafanya kidogo, unaambiwa utosheke. Ni sababu ukitaka kukaa kama yeye, itabidi sasa hiyo nyumba itabomoka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo ilivyo hata nyumba ya kiroho. Nikitaka kukaa kama wewe, nifanane na wewe, ati vile unafanyanga na mimi nijaribu kufanya hivyo, labda niombe Mungu yeye mwenyewe aniteremkie na nguvu ile ambaye amenitoshelesha naye. Bwana asifiwe. Ni sababu hiyo lazima tuangalie hata hiyo nyumba ya kiroho, usitake kufanana kama mwingine, lakini yako ukisikia inafanya kazi, tosheka hivyo, ambia Mungu akuongezee kile unaona unahitaji, kiongezee hiyo nyumba ya kiroho iliyo ndani vile unataka, na utaweza kusaidika.
Kwa hivyo kila mtu ni kuomba, anaomba Mungu ampatie kile hana, na ndiposa tuweze kuendelea. Ingawa mambo ni mengi katika safari, lakini bado tutamuomba tu na yeye usikia. Muthamaki ni arakarire, unasikia wengine wanatumwa lakini wanaenda kumaliza wengine. Kwa hivyo wakati tunatumwa katika huu ufalme tu, sisi wengine utumwa ama wale wanakubali wanaweza kuenda, wanaenda na wanatumwa. Usiende kuua wengine, usiende kumaliza wengine. Tunafundishwa hapa na hii maandishi, sababu waliotumwa wanaambiwa walienda kuua wengine, wakawachapa na wakawaua. Kuchapa sio kiboko tu ya mkono. Kuchapa ni njia nyingi. Bwana asifiwe. Njia ni nyingi za kuchapa. Ni sababu naye roho ule mbaya ama mchafu aliingia duniani sasa. Kwa hivyo kuchapa itakuwa ni aina nyingine uelewi, lakini mwenye amepewa Roho Mtakatifu wakati wa mwisho uliambiwa utakuwa na watu watajua vile Mungu, yani vita wataielewa vita, ni sababu Roho Mtakatifu atakuwa akiwasaidia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ule amesaidiwa na Roho Mtakatifu anajua vita inaendaga namna gani. Ingawa hatakiwi kuelezea mtu, lakini ni ukweli tumejionea mengi. Unaona hii si kawaida. Ukiangalia mtu mwingine unaona anatenda mambo mengine ama mambo mengine inatendeka, unaona hii si kawaida. Ni sababu iko roho inaendeleanga ndani ya maisha ya mtu. Ikiingia huyo mtu anaanza kubadilika, anakaa njia ingine. Hata kama ni mtoto, unaona huyu mtoto vile nilimzaa sio hivyo, unaona ameanza kubadilika. Hivyo ndivyo ilivyo hata ndani ya roho zetu. Ukiangalia mahali sasa, mimi mwenyewe ni peane mfano, na mimi mwenyewe mahali nilianza kazi ya Mungu nilikuwa nina ugumu sana kuielewa, na ninasemanga mara nyingi, lakini wakati nikaendelea nikasikia bado sijafunguka, sababu iko kitu ingine ninataka mbele yangu niongezewe na Mungu ndio niweze kufanya yale ninataka. Nikawa muoga, nikawa hivi, nikaendelea hivyo. Lakini wakati Mungu alitaka, kumbe maombi ile nilikuwa nimeomba ilikuwa ni hakiba yangu, Mungu anikumbuke ndio niweze kujielewa. Na tena kujielewa nilikuwa naomba, lakini sisomi Biblia. Unajua iko kufundishwa na iko kujifundisha. Bwana asifiwe. Iko kufundishwa na iko kujifundisha. Ukiwa na Biblia na unajua kusoma, hata kama hujui kusoma na uko nayo, afadhali kama uko na watoto, Mungu anaweza kukusaidia, ama uombe Mungu kuielewa hata ukiwa hivyo ulivyo, sababu anakujua mpaka ndani. Sababu unaweza taka hata hiyo watoto wakose kupatikana saa ile unahitaji. Lakini saa ile niliendelea na Biblia, sababu mimi nilikuwa nauliza Mungu, nilikuwa nasoma Biblia nisielewi. Naambiwa na mwingine ananipa mawaidha ati enda usome chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter kama 3 upige kwa mwili. Na ninasoma, lakini sielewi ni kitu gani kiko kifungo kimenifunga kuelewa, lakini nami nikisoma sielewi ninasoma nifanye nini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sababu ukisoma hii ni chakula. Na chakula ukikula hata ukule mingi, unajua saa nyingine inaweza kukudhuru. Bwana asifiwe. Mungu anataka nijue ni ya nini ninasoma. Kwa hivyo sikuwa ninaiombea, naambianga watu hata nikihubiri huko na ninawaambia. Nawaambia mimi mwenyewe wakati niliambia Mungu mimi nataka kuelewa hii kitu. Ndiposa sababu natakaga kukuhubiri. Ninaweza kuchukua tu Biblia hivi niende, nilikuwa nasoma mbele ya watu. Mungu aliniwezesha, lakini unakwaswa tu. Unajua hujui ni nini kinakukwasa. Na unaendelea unasikia hata umepotea ukisoma. Bwana asifiwe. Na umeanza kusoma. Kumbe mtu anatakiwa kustudy hata nyumbani. Una study, unaweka hiyo kitu ndani yako ndio uweze kuelewa. Hata wewe mwenyewe ukienda kumwambia umeshakula wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Unajifundisha wewe mwenyewe, unaiweka ndani yako, alafu hata kama unaelewa kidogo utatafakari tu maneno 2 3 ndani ya ile, uwezi sema yote, lakini umeielewa ni kwa nini hiyo maandishi imeandikwa, inaambiwa aje na inasaidia mtu aje, sababu hata wewe umeielewa, umesaidika ukaielewa. Na hata wewe ukiambia mtu utamwambia hivyo ndivyo ilikuwa, sababu hao watu wakati walipitia hivi wakaenda hivi, ikawa sasa walikuasika, ni sababu hawakufanya vile Mungu alikuwa anataka, ndio waweze kusaidika na hiyo kitu. Na wewe uangalie kama umesaidika. Na ni ukweli ukijua hiyo njia, ukielewa hiyo maneno 2,
tatu. Hata wewe ukiambia mtu utakuwa umeanza na ukaiona. Bwana asifiwe. Ingawa hatuendelei vizuri sana, sababu matatizo ni mengi katika safari. Tunaambiwa hivyo na wenye walielewa zamani wakaweza kusaidika. Wanatusaidianga hata na nyimbo na mambo mengine, sababu wanasema safari ni ndefu ya kwenda mbinguni, na matatizo ni mengi na magogo hata ni mengi, yanatukwasa na imekwasa wengi. Kwa hivyo magogo ni yale mambo tunakutana nayo, inakutanga hata uko tayari na unajua sana na unaendelea na kazi ya Mungu, lakini unakuta magogo imekuja inakukwasa mahali. Bwana asifiwe. Unaona ni kama umerudishwa nyuma mahali kubwa. Magogo ni magonjwa, mambo mengine kama hayo yanaufinyilia mtu mpaka ama mambo mengine inakuja inakukuta tu, hata kama mengine hata ni ya kuwekelewa, unakuta umekwasika. Kwa hivyo safari ni ndefu, lakini Mungu anatusaidia. Na huyo muimbaji wa wimbo huyo anasemanga hakuna mwingine anaweza kukusaidia isipokuwa Yesu Kristo. Kwa hiyo magogo inakukwasa. Kwa hivyo ukijua Yesu, naona ni njia mzuri ya kuweza kumuelezea na unamwachia hiyo, na Mungu kufungua, ni sababu una imani. Ule unaambia si mtu, ni Mungu ambaye ako kwa siri na unamuelewa vizuri. Unamwambia tu, unamwachia, alafu anakusaidia. Kwa hivyo nilikuwa na mzigo mkubwa, sababu vifungo ufunguka vile wewe mwenyewe unaendelea na neno la Mungu. Sababu tuko na vifungo nyingi, tumefungwa hata saa hii wengi hawajafunguka. Sababu nilikuwa nasikia kichwa imefungika ndani, nikijaribu kuweka hata sielewi, lakini mambo yangu nawekanga na ninaendelea vizuri. Lakini ya Mungu nilikuwa najaribu, ili kifungo niliyofungwa ilikuwa ni ya kufungwa nisielewe Mungu. Lakini Mungu naye ni wa huruma, niko hata wa leo. Nikashukuru Mungu sana. Agicoka agita ndungata ciake agiciera atiriri, iruga riakwa ria uhiki nirihariririe na aria megwititwo matikwagirirwo ni gwitwo. Hapo ni 8. Hapa sijui kama nimesoma 7. Muthamaki ni arakarire muno ni undu ucio, agituma thigari ciake igithie ikiuraga oragani acio na agicina itura riao. Kwa hivyo wale wanaotuamkia, Mungu anaweza kuingilia kati kama tunasimama vizuri, sababu Mungu huangalia yule anapigania anakaaga aje. Hata ingawa yeye ni wa huruma, upigania wote wazuri na wabaya, sababu hata nao wanataka wamjue, na anawaweka ni sababu ya siku yao ile atajisifu nao siku nyingine, sababu hata sisi hatuko wazuri. Na ndio unasikia maandishi, ukienda kwingine unasikia kwamba tusifinyilie walio huko Misri, sababu hata sisi tulitolewa huko, tusiwafinyiliage. Ndio unaona tunaambiwa tupende kila mtu. Na agicoka ati agita ndungata ciake agiciera atiriri, iruga riakwa ria uhiki nirihariririe na aria megwititwo matikwagirirwo ni gwitwo. Thiei njira-ini na andu othe aria mukuona mumetire iruga ria uhiki. Nacio ndungata icio igithie igita andu aria othe cionire, igita andu ega na oru, nayo nyumba ya iruga ikiyura ageni. Na riri nipotea. Nayo nyumba ya iruga ikiyura ageni. Na riri muthamaki agicoka agita agithie kuona ageni, agithie kuona ageni, akiona mundu utekirite nguo cia uhiki, agikimuria atiriri, murata, utonyire guku atia utekirite nguo cia uhiki? No mundu ucio
ndacokirie. Muthamaki agikira ndungata atiriri, muohei moko na maguru, mumuikie na kuu nja nduma-ini, kuu nikuo gugakorwo kiriro na kuhagarania magego. Nake Jesu akirikia na kuga atiriri, andu aingi nimetitwo na anini nio athure. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umesikia tumeitwa, tumeambiwa sisi ndio tumeitwa katika harusi. Na wakati tumeitwa, tukikosa kutengeneza nguo yetu ni mienendo yetu ambayo wewe mwenyewe umevaa. Umevaa nguo gani? Tuangalie ni nguo gani tumevaa, tusije tukatupwa kama hawa walitupwa nje ama watatupwa nje. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nguo ni mienendo yako. Umekaa aje? Hiyo ndio umevaa. Vile uko ndio umevaa. Hiyo ni nguo umevaa. Wewe unakaanga aje na Mungu wako? Uangalie. Ni sababu huyu mtu aliyeitwa hapa alisemekana, aliulizwa nguo yake iko wapi. Ni sababu haikuwa inaonekana. Kwa hivyo ukivaa nguo vizuri na uitengeneze, ama ukikaa vizuri na mienendo yako ielekee kwa Mungu, yeye atakuangalia wakati utafika mahali kama hapa huyu mtu alifika, akaulizwa nguo yako iko wapi? Nguo ya harusi yako iko wapi? Bwana asifiwe. Nguo ya harusi wewe umeivaa namna gani? Sababu sisi ndio tunaulizwa leo. Wale walienda na wakamaliza, wakawacha hadithi hii ama wakawacha maandishi hii imeandikwa hapa, ndio itusaidie hata sisi ndio tuweze kuvaa nguo yetu vizuri. Tutafanya aje? Utajiangalia menendo yako na Mungu, sababu ulimpenda na uliitika. Wakati uliitwa kwa harusi ulikuja na ukaweza kuvaa nguo yako ile unatengeneza. Hata wakati huu ninaonaga mtu akienda na nguo imekatika mahali ama imetoboka mahali, hiyo nguo mtu huenda watu hawaonagi nguo hiyo hata kama ni nzuri, wanaangaliaga ile shimo imetoboka. Bwana asifiwe. Sisi hatuwezi juana, isipokuwa sasa utuanishe maneno, mimi mwenyewe nione, yani tupitane tu kwa makosa huko njiani, nione huyu mtu leo hiyo nguo amevaa si haifai. Bwana asifiwe. Ni sababu ni dada yangu ama ndugu yangu. Hata mimi mwenyewe naweza kunikuta mahali haifai, uulize huyu ni yule anatuambiaga kweli? Kwa hivyo lazima tuangalie hivyo. Wacha niende hapa, nimefika hapo kwa Matthew 22 hapo 14. Hapo tumeambiwa ati nake Jesu akirekia na kuga atiriri, andu aingi nimetitwo no anini ndio athure. Na ni ukweli, tukiwa hapa ndani hatujuani, ndio nimesema, sababu ya vile maandishi ya Mungu imesema yenyewe. Ati ni wengi wameitwa, lakini ni wachache sana ambao wameteuliwa, ambao wanatumika katika kazi ile Mungu anataka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tungetaka kila mtu atumike. Sasa ni tuombeane, sababu ndio tusaidiane. Ni sababu na wewe ujiombee, uambie Mungu, sababu unajua ni kwa nini hii nguo mtu huyu amekosa kuvaa nguo hii vizuri. Ni sababu yeye mwenyewe hajielewi. Bwana asifiwe. Ana hata kuona mundu ungirengi ekirite nguo, ukona mwikiriro yake tariu thiko ici andu ni mamachithanagia muno, tondu andu ni merimire riu, ni marimire makoragwo na indo. Sasa unaweza kukuta mtu amevaa nguo, lakini nguo zile amevaa ama vile amevaa amelinganisha vizuri sana na anataka kumachisha, na mwingine naye anavaa tu kama mimi, hata sishughulikangi, isipokuwa saa nyingine ina machi tu kwa bahati. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sababu mimi nikisikia imenitosha naenda tu nikiendaga. Bwana asifiwe. Sababu sijakuwa na maisha hiyo sana vizuri, lakini Mungu ndiye amenisaidia kufika hapo. Lakini mimi nasemanga mimi hakuna kitu ambaye inanisumbua, sababu bora niende kule ninaenda. Isipokuwa ikimatch nasema ni asante kwa Mungu. Kwa hivyo ni lazima tuangalie hata nguo ya kiroho, ni sababu nayo ndio inalinganishwa na nguo zetu. Tuangalie vile tumevaa, uangalie ukweli unafaanga vizuri, inakusaidia, sababu lazima ikusaidie, sababu huvai ni sababu yangu, unafaa ni sababu yako, sababu hapa
Wewe ndio umeambiwa na mimi ndio nimeambiwa. Tuangalie nguo kama umefaa wapi. Ni tuiguaga rwimbo ruinaga. Wimbo inachezanga wimbo inasema ati tukifika huko tutaulizwa murata utigite ku nguo yaku ya hiki. Sababu tu wa Yesu Kristo atakaporudi, unajua ndio hiyo kesi itakuwa hivyo. Yesu Kristo alisema ya kwamba watakaporudi atakuja kulipa mtu kulingana na vile ulifanya. Sasa ni wakati wako wa kutengeneza nguo, usije tukafika pale tukaulizwa hivyo. Sababu hiyo swali hapo ndio itakujia. Kwa hivyo ni lazima utayarishe saa hii, sababu ni asubuhi na mapema. Kwa giza tunaambiwa hakuna kitu tunaenda kufanya huko, tukilala chini kule tunapelekagwa wakati wa dunia ukiisha. Tunaambiwa huko hakuna kazi, hakuna mafikirio, hakuna chochote. Kwa hivyo wakati huu sababu ni mwema, na unajua mahali tunasikianga wengi mtu akisimama hapa anasema kule ametoka. Na hata mimi najuanga nimetoka mahali. Na wakati nilikuja kujulia wakati niko ndani ya maneno ya Kristo. Wakati huo mwingine singelijua. Nilikuwa nalia nitoke. Lakini wakati nilionyeshwa njia na Mungu, nilionyeshwa hii ya Yesu Kristo ndio niweze kufunguka. Niweze kutoka kule vizuri na niweze kujua kuna mahali watu wanaendanga wakiwa wameamini Mungu. Kwa hivyo kuamini Mungu nayo ni ukuje ugharamie katika maisha yako upate kitu angalau, sababu talanta sasa imeanza kufanya kazi na ulikuwa unaitumikia kule kwa shetani huko nyuma. Talanta sasa ianze kufanya kazi, iandikiwe kitu, tupate tukuzalisha, tupeleke kwa Mungu kitu. Kwa hivyo talanta inataka kitu. Tuulize talanta imefika wapi? Hii sasa nitasoma tu kidogo hapa sababu saa imeisha. Aruti wĩra mũgũnda wa mĩthabibũ. Hii ni Matthew 20. Nisome tu kidogo hapa. Sasa tumekuwa wafanyikazi wa hii kazi ya Mungu. Na hata hapa walienda wakasumbuana sababu wivu, tuone ni wivu inatumanga hii kazi isiendelee vizuri. Ama ni kitu gani tunaonania ndani ya nyumba ya Mungu na wivu tulitolewa kwa wivu, tukatolewa katika unafiki na mambo mengine mengi. Sasa ni kuja kusafisha roho mahali iliwekwa vidonda, tuweze kupona vizuri. Sasa hapa kuna watu waliitwa vile waliitwa asubuhi, wengine wacha tusome. Aruti wĩra mũgũnda wa mĩthabibũ, ũthamaki wa igũrũ ũhana ta mũndũ ũrĩa woimagarire rũcinĩ tene agĩthiĩ kwandĩka andũ a kũmũrĩmĩra mũgũnda wake wa mĩthabibũ. Nake arĩkia kũiguithania nao atĩ ekũmarĩha dinari agĩkĩmatũma makarute wĩra wa mũgũnda-inĩ wake wa mĩthabibũ. Sasa tumeagizwa uhai wa milele ndio tutapewa kila mtu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na taji zetu tu ndio zitakuwa tofauti kulingana na vile utakuwa umefanya kazi yako. Taji ziko tofauti. Bwana asifiwe. Mshahara ni uhai wa milele, lakini taji ziko tofauti. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa ni unalidadisha taji yako. Ukweli unajua umeitiwa uhai wa milele ndio umekuja kuabudu Mungu na kufanya kazi hilo utafanya. Lakini shilingi ni moja tu, hawa waliagizwa shilingi moja. Shilingi tuilinganisha na uhai wa milele. Kila mtu ameitiwa uhai wa milele hapa. Hakuna mtu ajui. Ndio tumekuja kutafuta. Lakini shilingi hiyo hata kama utalipwa lazima uigharamie. Lakini tuangalie ni kwa nini hatutapata huo uhai wa milele na kwa nini hatupati kile Mungu anatakanga. Tupate ndio tuweze kujua ni nini tunafanya tukiwa uhai, sababu ni siku chache tumepewa. Hatuna wakati mwingine, ni wakati huu. Agicoka agethie rege ndũnyũ-inĩ. Sasa hawa amewaajiri nake arĩkia kũiguithania nao atĩ ekũmarĩha dinari, akĩmatũma makarute wĩra mũgũnda-inĩ wake. Agicoka agethie rĩngĩ ndũnyũ-inĩ ta thaa 3 cia rũcinĩ, akĩona andũ matarĩ na wĩra na ũndũ mekaga. Thaa 3 akĩmera atĩrĩrĩ, ona inyuĩ thiĩi mũkarute wĩra mũgũnda-inĩ wa mĩthabibũ, na kĩrĩa kĩagĩrĩire nĩkĩo ndĩmũrĩha. Nao magĩthiĩ.
agicoka agita agika o uguo thaa